ni baba pamoja na mama, kaka zake na Simon, mke wake, watoto na mashemeji zake. Najua Simon ameunganisha watu wengi na leo amelala, na umati huu unaona ni kwa sababu tu Mungu amemwita na sisi tukaona tushirikiane naye. Niwape pole sana. Najua ni vigumu kukubali, lakini tuamini ya kwamba Mungu amemwita na itoshe hivyo. Tukumbuke yale mema ambayo baba amefanya katika enzi za uhai wake, na kama tulivyosikia kwenye historia, Simon ni familia ambayo ni imara na ushahidi upo. Mimi niliyesimama hapa nimeishi na watoto wake wa kike wawili pale Bonga, Eva pamoja na Roda. Sikuona aina yoyote ya maneno magumu. Ninawakumbuka kwa kipindi chote cha miaka ambayo nimewafundisha pale Bonga. Yote haya yamesababishwa na mzee Simon. Yamesababishwa na aina ya malezi yaliyotoka kwenye familia iliyo imara. Niseme hivi kwamba tuna sababu ya kukumbuka hayo mazuri ambayo ameyafanya. Hatuna lingine la kufanya, kuziba pengo lake ni ngumu. Yeye aliyoyafanya sisi hatuwezi. Kila mmoja na kipawa chake, hata kama ungekuwa maarufu vipi, kipawa cha mwingine ni cha mwingine tu. Kwa hiyo niseme hivi kwamba poleni familia, endeleeni kuungana vizuri kupitia baba yenu ambaye aliwaunganisha vizuri. Lakini wale ambao pia wamemfahamu Simon, mimi nimemfahamu si muda mrefu, lakini nimeona juhudi yake kwenye utekelezaji wake wa kanisa, hasa akiwa shemasi. Niwatie moyo na nguvu wale mashemasi wenzake aliowaacha hapa. Nilikuwa naangalia picha yake wakati anawekewa mikono. Nimeona akiwa kijana mdogo, lakini amechapa kazi kubwa. Kwa hiyo tuyaenzi yale mazuri yote ambayo ametuachia. Lakini jambo la pili, niombe familia, muda wa kulia umeisha wapendwa. Tujifunze kutoka maandiko matakatifu. Daudi alifiwa na mtoto, na alipotambua mtoto amekufa, Daudi alifanya mambo kadhaa. Kwanza, alichukua mavazi akavaa, wakati si kwamba alikuwa uchi. Maana yake alikuwa amekataa yale mavazi ya kifalme na mavazi mazuri alikuwa ameyavaa, akasema nileteni mavazi nivae. Alioga. Wakati ule wa mwanzo hakuoga kwa sababu alikuwa na majonzi na huzuni ya kuomba kwa ajili ya mtoto wake. Akaenda mahali pa kusali, akasali, lakini pia akahitaji chakula. Nikuombe wewe ambaye unamwona Simon amelala, wakati huu sasa nendeni kwenye utekelezaji wa kawaida. Nendeni mkafanye majukumu ya siku zote. Mkatiwe moyo na neno ambalo limehubiriwa na mchungaji. Tutakufa, lakini tujue ya kwamba ni lini tutakufa hatujui. Kama kanisa hatuna cha kusema. Tunashukuru kwa mchango mkubwa wa mzee Simon. Kanisa la Getara limekuwa miongoni mwa makanisa yetu yaliyofanya vizuri kumtumikia Kristo hapa. Naomba na ninyi pia muendelee na moyo ule ule. Songe zaidi, msivunjwe moyo, kazane zaidi kutembea mbele, na wala msipunguziwe mwendo na kifo cha Simon. Yale ambayo ameyaacha kwenu, endeleeni kuyafanya kwa sababu Mungu atapendezwa na hayo. Jambo la tatu, sisi tuna utaratibu kama shemasi wetu amefariki, tuna mchango wetu ambao unaandaliwa. Kwa hiyo kishakamilika, baadaye tutaiona familia. Tuko pamoja, tuendelee kutiana moyo. Asanteni sana kwa kutukimbilia. Kama kanisa tumeondokewa na mtu muhimu, lakini kama jamii pia tunawashukuru kwa kuja na mchango wenu wa namna mbalimbali. Mchango wa kifedha, mchango wa nguvu, mchango wa faraja ulioifanya. Uso wako unaonekana hapa, ni faraja tosha kwa familia ya Simon. Asanteni sana na Mungu awabariki na awape nguvu. Asante MC.